Naitwa Sifa Bonaventure Bujune. Namshukuru Mungu kwa neema yake, namshukuru Mungu kwa wokovu wake, na ninamshukuru Mungu kwa upendeleo wake mwingi na mkuu sana ambao ameuweka kwenye mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Sifa Bonaventure Bujune. Namshukuru Mungu kwa neema yake, namshukuru Mungu kwa zawadi ya wokovu mkuu ambao amenipa. Leo nimetaka nijibu maswali ya watu wa Mungu wengi wanaojiuliza kwa habari ya mimi kutokutaka kuolewa. Kila mtu anakuwa na swali lake. Nitajibu maswali machache, ingawa najua kuna wengine ambao wanakuwa wamejipanga kutokutaka kuolewa, yani hataki kuolewa. Jibu fanya fafanua unavyoweza kufafanua, hataki kuelewa yeye msimamo wake. Basi na mimi huyo sitaki kulazimisha nielewe au mpaka niongee sijui namna gani nielewe, hapana. Nitafafanua kwa mtu ambaye ana nia ya kuelewa na sio kwa yule ambaye nataka tubishane tu kwa lengo la kunipotezea muda. Kabla ya kwenda mbali, naomba nisome kwanza maandiko katika Mathayo 19. Nasoma kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata akawaponya huko. Mstari wa 3, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, yeye aliumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema kwamba mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na wawili hao watakuwa ni mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena bali ni mwili mmoja, wamekuwa si wawili tena bali ni mwili mmoja. Basi aliyounganisha Mungu wanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuachana na wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami naambia ninyi, kila mwachaye mkewe isipokuwa kwa sababu ya ushirati akawa mwingine azini, na yule aliyemoa yule azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, sio wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa na hali hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kwa matowashi, tena wako matowashi walioamua kujifanya wao, wako matowashi waliojifanya wao kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Akamalizia kusema hivi, awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Nasikitika sana kwamba viongozi wa dini au wachungaji wa wahubiri wengi wanatazamisha watu maandiko ya kushinda tu, hawatazamishi maandiko ya kushinda. Mfano utasikia kila mtu sema maandiko sema zaidi ukaongezeke, yani kila mtu kwa sababu ni yako hapo. Lakini ukija kuangalia waonyesha kwamba Paulo pia kuna wakati anasema ni vyema sana kuoa au kuolewa ili mwili usiweke tamaa, lakini mimi sijaoa, ukitaka kuwa kama mimi itakuwa vizuri zaidi. Sasa wakuwa dini au viongozi, kwa sababu wao wenyewe akili wameshindwa, vichwa vimejaa tamaa za zinaa, wamechanganya na wanawake wa mitaani, wamechanganya na wanawake na picha shaka ambazo wanashindwa naziangalia. Basi anaishia kale tu kusema maandiko ya matakatifu yameturuhusu kuoa kuliko kuweka tamaa, ila waendelee mbele kwamba huyo aliyesema ni bora kuoa kuliko kuweka tamaa alisema kwamba ni vyema kukaa hivyo ulivyo. Kama ukiweza itakuwa vizuri zaidi, lakini ukishindwa ni vizuri ukioa kuliko mwili kuweka tamaa. Na hapa amesema awezaye kulipokea neno hili na alipokea. Mtangulia kusema kwamba sio wote wanaoweza kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Mimi sasa nimejiweka hapa. Mimi sio towashi wa kuzaliwa, sio towashi wa kufanywa na watu. Ni towashi niliyeamua kujifanya mimi kuwa towashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na hapa
amemalizia kuniambia kwamba ukiweza kulipokea neno hili nalipokea. Basi mimi nimejipima nikaona kwamba naliweza, na ndio maana nimelipokea. Na mshukuru Mungu kwa neema yake. Msimamo huu ni utangaza mwezi wa 11 2020, na mwezi wa 11 2020 ndipo nilitangaza mtazamo huu au msimamo huu kwamba mimi sihitaji kuolewa, nitakuwa sadaka ya Bwana, kwamba mimi maisha yangu yote nitakuwa Bwana milele. Sikuwahi kusikia kwa binti yeyote kilokole ambaye anasema yeye alikuolewa atakuwa tu sadaka ya Bwana, atakuwa mwili wake kwa ajili ya utumishi kwa Mungu tu. Sija kusikia, ila nimesikia na kuwaona wale ndugu zetu wa Roma Catholic, lakini kwa upande wa makanisa ya kiroho sijawahi kuona, ila kwamba labda nimeingia kwa mtu sijawahi. Unaweza unajua wewe au utaibika. Wengi wanakuwa wananihurumia, utashindwa wewe bado mdogo, damu inachemka, wengine nasema hivyo. Lakini najua kwamba kama kuna lengo linaweza ikafisha lengo. Yaani kuna lengo, mtu anaweza kawa na lengo akadhamiria kwamba mimi kufika mwakani lazima niwe na kiasi fulani cha fedha. Mtu huyo akadhamiria kwamba hata lala, hata kula ovyo ovyo, hata kununua viatu, atakuwa tayari kutembea peku ili afikie lengo fulani. Mimi nashindwa nini kufikia lengo fulani kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Na mshukuru Mungu, nimejipima, nimeona naliweza hili. Lakini pia wengine wanasema utawezaje, wewe ni mtoto mdogo, wazazi wako wasingekuzaa wewe, ingekuaje? Yaani kila mtu anatazamisha, yaani anatazamisha, anatafuta, anajiuliza kwa sababu anaona anajiuliza wanadamu sijui. Lakini mimi namwamini Mungu sana. Ninajua kwamba kwa maisha nitakayoishi hakuna mtu ambaye atakuwa na swali. Hakuna mtu ambaye atakuwa na swali kwa sababu ya vile ambavyo nitaishi. Yaani nitaishi kwa namna ya kujibu maswali mengi sitajibu kwa maneno. Ndio maana maswali kama haya nachelewa sana kujibu, au naanza nikajibu nikakaa muda mrefu kidogo nikajibu tena, kwa sababu naamini Mungu anipe neema niwe nikijibu kwa maisha yangu nitakayokuwa nikiishi. Nikiwajibu wale wanaosema kwamba wewe ni mdogo, ukizeeka bila mtoto itakuwaje, utakuwa mkubwa, ninaweza nikatoa mfano wa kawaida tu kabisa ambao kwenye maisha ya kawaida unaweza ukanielewa. Kuna mtu anaweza akaolewa, tena akaolewa akiwa yuko vizuri tu na uhusiano wake, hajachezewa, ni mtu ametunza mwili wake na amefika kuja kuolewa. Basi ameolewa mtu huyo kwa shangwe nyingi, kwa sherehe nyingi na furaha nyingi. Baadaye mtu huyo amekosa mtoto mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, sita mpaka 20 mpaka uzee wake hajapata mtoto. Na kwa sababu kuna ndugu zetu anakuwa ameokoka, anakuwa yuko tayari kutunza wokovu. Maandiko yanasema itakufaidia nini upate ulimwengu wote alafu upate hasara nafsi yako. Kwamba mtu atake mtoto, atembee nje ya ndoa yake kwa lengo la kupata mtoto, basi itakufaidia nini? Wapo ndugu zetu ambao wako tayari kutukana, kuonekana kama wajinga, lakini wakiwa waaminifu kwa wenzao. Yaani mwanamke anakuwa mwaminifu kwa mwenzie na mwanaume, basi unakuta anafika uzeeni hawana watoto. Lakini watu hao utakuta kwamba walivyokuwa wadogo, walivyokuwa na nguvu, wapo watu waliowafaa, wapo watu au watoto wa hiari, wapo watu ambao waliwafaa kuliko hata watoto hao waliowazaa kutoka tumboni. Basi unakuta wanapokuwa na shida au wanapofika na jambo lolote ambalo ningetaka msaada ambayo ingedhaniwa kwamba ni lazima wangefanya mtoto wa kuwazaa, basi unakuta wale watoto wamefiti, au wale watu ambao walipata faida nyingi kupitia watu wale, unakuta wamesolve kwa namna nyepesi sana. Kama hayatoshi, kuna mtu anakuta amezaa watoto wote wamekufa ukubwani, amefika ni mtu mzima yuko mwenyewe, lakini kwa sababu ya ile maisha ambayo aliishi akiwa mdogo au wakati aliyoishi akiwa na nguvu, unakuta yamekuja kumfaa hata akiwa mzee. Na mfano wa mwisho ni mfano wa mtu ambaye amezaa watoto wa mwingi, watoto wengi au wachache, na baada ya kuwazaa hao wamekuwa wamejitambua, wanasahau mama yake, wanamsahau baba yake, wanasahau shida zilizotokea, wanasahau wazazi wao. Basi baada ya kuwasahau na kuna zile anakuwa na nyingi za kuumia, mwanangu angefanya mwanangu, lakini bado anaweza kuishi, bado ana survive, anapambana na maisha yanaendelea. Kwa mimi na muamini, nimetoa mfano huo kwa lengo la kwamba kama kuna mtu anaweza kawa sasa ukizeeka itakuwaje, acha namna hizo za zamani, ni shamba tu. Lakini mimi naamini
ufanye jema na mimi kuwa mwema, na wewe ambaye labda una watoto usiwe mwema kwa sababu ya kwa watoto wako tu, kuwasaidia tu watoto wako kuwa mwema kwa lengo la kwamba kesho na kesho kutwa anaweza katokea wote watoto wako wasiwepo, au watoto wako wakakusahau, wasije kuona wema wako, lakini kuishi vizuri na jamii hiyo kuzunguka wale watu ndio kaja kuwa msaada kwako. Kwa kusema hivi namaanisha kwamba sijabadilisha, sijageuza msimamo. Msimamo wangu ni ule ule kwamba naamini kumtukuza Mungu nikiwa binti, kwa sababu kama kuna watu kuna mbona walioolewa ni wengi, wadada walioolewa ni wengi, sherehe ni nyingi kule na kule. Kwa mtu anasema wadada ukisema hivyo unaumiza vijana, nikasema acha ushetani bwana, acha ujinga, acha upumbavu. Kwa sababu napo kama ni kuchunga na vijana 10,000, bado ningeolewa na mmoja tu, singeolewa na vijana wote, ningeolewa na mmoja. Kwa bila shaka wale wengine wangeumia. Kwa mimi naamini kwamba naamini kutokeza wokovu, kwa sababu tunaishi katika jamii ambayo mwanamke anaonekana na kiumbe dhaifu. Yaani mwanamke yeye ni kwa ajili ya zinaa tu. Mwanamke kazi yake ni kufua nguo, kudeki ndani, kuosha vyombo, kupika chakula, kuzaa watoto, imetosha. Na kwa wenzetu wale wanajijua wao utajaza mwenyewe. Kwa wenzetu wale, kwa kabila letu lile, kwa kabila fulani lile, kwa makabila fulani hapa Tanzania au na nje ya Tanzania, unakuta mwaka huu ni mjamzito mama, mwaka ujao ananyonyesha. Mwaka huu ni mjamzito, mwaka ujao ananyonyesha. Kwa hiyo hakuna muda wa kupumzika, hakuna muda wote ambao anaweza kufanya jukumu la kimungu au jukumu la kuhusu yeye. Kwa hiyo ni moja kwa moja yeye kazi yake ni kulea, ni kubeba mimba, kuzaa, kulea, kunyonyesha, kulea watoto, kufua, kufanya usafi ndani, inatosha. Na unakuta tegeza mazingira kuitwa goalkeeper kwamba yeye ni mtu wa kupokea, ni yeye ni mtu ni choo kinasubiri kudaka chochote kinachokuja. Yaani anaitwa majina mengi unakuta ameitwa. Lakini kumbe mwenyewe asingependa aitwe majina yale, asingependa aitwe goalkeeper. Lakini sasa atafanyaje kazi? Ana watoto zaidi ya 5, unakuta mtoto wa kwanza ana miaka 10, alafu amefuatiwa na watoto 5, amefuatiwa na watoto 6, 7, 8. Unakuta huyu ametoka shule anataka chakula, huyu hajakuwa uniform, huyu analia, mara huyu tumboni naye. Kwa nakuta sasa bila mtu anashindwa. Sasa kwa nini asiwepo mtu mmoja? Asitokepo mwanamke mmoja ambaye anaweza kawa fali yake ni Mungu tu. Basi mimi natamani kuwa huyo. Naomba Mungu anisaidie sana. Ninaamini kuweza. Na kwa kusema hivi nimesema kwamba nimesoma maandiko yanasema kuna towashi wa kuzaliwa, kuna towashi wa kufanywa na watu, kuna towashi wa kujifanya yeye kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mimi sio towashi wa kuzaliwa, mimi ni towashi wa kujifanya mimi kwa ajili ya kusudi, kwa ajili ya ufalme. Na nimesoma maandiko yameniambia ukiweza kulipokea neno hili, hata wewe unayenisikiliza hapo lipokee. Kampeni yangu siku zote sio kukataza mabinti kuolewa, kwamba usiolewe, hapana, sijawahi kusema hivyo. Na hata mabinti walio karibu na mimi wanaweza kama mashahidi. Hakuna binti nimewahi kumshauri asiolewe au awe kama mimi. Najua kwamba anaweza kaja kunilaumu baadaye. Huu ni wito tu, mimi ni wito wangu ambao nimeuamini, nimejipima nikajua naweza, basi simshawishi mtu mwingine. Kampeni yangu kwa mabinti ni kwamba bwana, usiolewe na mtu ambaye atasema amekuhurumia au atahisi kama amekuhurumia. Yaani anasema mimi bila wewe ungekwisha, wewe mimi bila kukua wewe mambo yalikuwa ongezekea kwenu. Hapana. Mimi natamani binti unanisikiliza hapa, au kama atakapo umeshaolewa, Mungu akusaidie sana, thamani yako ipande. Na thamani yako kwenye ndoa yako itapanda kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya utii wako kwa mume wako. Nikisema utii sio unatii tu lolote, kwamba usifanye ibada, amina, usiende kanisani, amina, usifanye jambo jema, hamna shida, wale yule mtu simsalimie ni mbaya, hamna shida. Yaani wewe ule mtu akufuata mkumbo, ukisikia kufanya kile unachoambiwa bila kupima faida na hasara, bila kuona jambo bila yaani naiga lolote ambalo kwa sababu tu ni mimi nimesema. Hapana. Ni kama nawapa kiburi, lakini mtu atakayenielewa hapa atajua kwamba siwapi kiburi. Lengo langu ni kwamba mwanamke uliye kwenye ndoa, mume wako akupende kwa sababu ya umuhimu wako kwako. Mume wako akupende kwa sababu ya umuhimu wako kwake. Maandiko yanasema, Mungu alisema sio vyema mtu wewe peke yake, tumfanyie msaidizi wa kufanana naye. Kwamba wewe ni msaidizi, ukiambiwa ni msaidizi, kama mume wako analima, usikae nyumbani tu wewe ujue kwamba wewe kazi yako ni kuzaa tu. Hapana.
sitasema na mambo mengine magumu, lakini ujue kwamba wewe ni msaidizi. Kwa hiyo kila ambacho anafanya mume wako, wewe unatakiwa sasa kuwa msaidizi wake, sio golikipa wake. Kama ni binti ambaye haujaolewa, ningetamani Mungu akupe neema ya kutambua na kuona thamani yako. Basi ukishaiona thamani yako, hautaolewa au hautamkia popote tu, na Mungu atakusaidia, atakuongoza. Basi kwa sababu utakuwa umeona thamani yako, mtu atakayekuja kukuoa akuoe kwa sababu ya umuhimu wako kwake. Mimi kuna wakati niwe kusema kwamba kijana atakayekuja kunioa itabidi awe atangaze kama mimi bwana nina bahati, nimepata chombo, nimepata jembe, kwa sababu imekuwa sasa binti akipata mchumba yeye ndio kutangaza, napata mchumba mimi. Yaani mimi nilikuwa nimeshajiwekeaga kwamba nikija kuolewa, kijana atakayekuja kunichumbia, yani nikikubali tu wito wake, atangaze kila mahali. Yani asiamini kwamba nimekubali. Hivi kweli nimekubali? Hivi yani kwa sababu ya ule umuhimu ambao nilikuwa naamini au ambao najiona nao, mimi sikuamini kama ningeshindwa kuolewa. Na kuna watu wanahisi kwamba mimi labda nakataa kuolewa kwa sababu ni nahisi nitatawaliwa, sitafurishwa nguo. Jamani, anaogopa kufua nguo, hajui kufua nguo, hajui kupika chakula, shika za ndani. Hapana. Na kuna mtu anaweza kuniuliza swali kwamba wewe unasema hauhitaji kuolewa. Je, mtu akitaka kuoe akasema kwamba wewe kwa sababu labda hutaki kufanya kazi za ndani, wewe ujulikane tu ni mke wake, hautafua nguo, hautapika chakula, hautadeki ndani, yani hautafanya kazi zozote za ndani, ikiwezekana yani hata kulishwa, hata kutaka kulishwa utalishwa, ila mtu huyu ujulikane tu wewe ni mke wake, je, utakuwa tayari kuolewa naye? Nilisema hapana, sijakataa kuolewa kwa sababu ningeshindwa kufanya kazi hizo kama wajibu wa mwanamke kwa mwanamume au kwa familia yake, ila kwa sababu ya kusudi fulani, kwa sababu ya lengo maalum. Kuna watu katika harakati zangu za kutetea haki za watu wa chini au watu wa Tanzania wenzangu, Afrika wenzangu na watu wa chini wenzangu, watu wanakuwa na kunivumilia kwamba wewe mtoto mdogo utakufa vibaya, wewe ni binti utakufa, unajua dunia watu ni wabaya, wewe mtoto mdogo utakufa. Nasema mbona kuna watoto wadogo hawaogopi kunyang'anya waume za watu? Mbona kuna watoto wa watu, watoto wadogo hawaogopi kwenda kujiuza barabarani, kujiuza miili yao, kutembea uchi baridi? Unakuta kama hapa Mbeya baridi ya mwezi wa 6 au mwezi wa 7, baridi kali, watu wanatembea wamevaa makoti kila mahali, mchana mpaka jioni. Unakuta ni usiku baridi kali, mtu yupo kwenye gari lakini amevaa koti. Watu wako barabarani, wadada wako uchi, unaona wanatetemeka baridi kali, lakini wako tayari kuuza miili yao, kutangaza miili yao, kuuza miili yao ndio maisha yao, ili waendelee wapate chochote. Sasa je, binti mdogo kuna shida gani likimpata baya kwa ajili ya watu wa Mungu? Kuna shida gani akipata baya kwa ajili ya kuwasaidia au kuwatetea watu? Na isitoshe ndio wajibu ambao tumeagizwa kama watu wa Mungu kwamba jifunzeni kutenda mema, katika Isaya 1:17. Jifunzeni kutenda mema. Maana yake ulikuwa hujui, lakini jifunze kuanzia hapo ulipo. Hujui kuongea, hujui kupanga maneno, anzia hapo ambapo hujui kuongea. Jifunze kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mteteeni mjane. Mteteeni mjane sio yule aliyefiwa na baba, mpaka aliyefiwa na mume wake ambaye hana mume, au yatima mpaka yule ambaye hana wazazi. Hapana, yatima ni yule mtu ambaye hajui, hana wa kumsemea. Yaani yeye kila mtu anayejaribu anaona hapana, kumleta mtu ni kifo, unanuka kifo, hapana, basi ni kifo, ni hatari. Basi Mungu ametutuma kuwasaidia watu kama hao ambao amewaita yatima, amewaita wajane. Kama haitoshi, Isaya 58 mstari wa 1 anasemaje? Anasema piga kelele. Ukipiga kelele sio sifia, sio pongeza, sio ukaruka, sio shangilia, sio piga vigelegele. Piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta. Ukishapaza sauti yako, waambie watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Waambie kwamba watu wa Mungu, kilicho shida kwako ni dhambi, na mimi maisha yangu yote naomba Mungu anisaidie sana. Popote pale nitakapoonekana, kwa mtu mwema nitambariki, kwa mtu mwema nitamtamkia mema, kwa mtu mwema nitamtakasa, kwa mtu mwema nitampa mkono wa heri na kumwombea baraka nyingi kwa
Kristo Yesu. Lakini kwa mtu mbaya sivyo. Kwa mtu mbaya akiniona tu atajua na hukumu, nitahukumu matendo yake, nitahukumu mabaya yake, nitahukumu na kumsema kwa habari ya uovu na ubaya wake na kuumiza watu. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu moyo wangu umedhamiria hivyo, bila hata kuongea, nikipatikana popote mbaya akiniona hivi, hata bila kumsemesha chochote, jicho langu likitazama naye hivi tu, ataona na mhukumu, ataona nashtaki matendo yake maovu, ataona kama namkemea, ataona namchukia, ataona mimi ni mbaya. Yaani ataniona mbaya, lakini kumbe mimi sio mbaya, ni mbaya kwa ubaya ulio ndani yake. Lakini pia mtu mwema, hata kwa kuona tu mtu yangu hivi, kuona tu sura yangu, hata kabla ya kuongea chochote, atasikia kuendelea mbele, atasikia kuwa mwema sana, atasikia kuomba sana, atasikia kutangaza habari za uwezo wa Kristo kuweza kuokoa na kutakasa fahamu na hisia na mawazo. Atasikia kupata nguvu kwa ile dhambi ambayo imemzinga. Hawezi ajua atashindaje, atatokaje. Kwa kuniona tu najua atapata mwanga mbele yake. Na nasoma watu wa Mungu, nasoma baba zangu walioandikwa kwenye kitabu hiki kitakatifu, kwamba walikuwa ni watu ambao kama wale watu ambao walienda Sodoma, walienda kuhukumu Sodoma, walipofika kwa mtu wa Mungu, kwa Nuhu, mtu wa Mungu, walimbariki, alifurahi sana kuwaona, akafurahi sana. Lakini wakati huo kabla hajasema chochote, Nuhu kuwaona tu vile wale malaika, alifurahi sana, moyo wake uliburudika na kuona kwamba jamani, Bwana sangu nitendeje, kabla hajaongea chochote. Lakini watu wale kabla hawajaongea chochote kwa watu wabaya na watu waovu, walisema watu hawa ni wabaya, wamekuja kutuhukumu, wametuletea hukumu. Kwa hiyo mimi nafanya ibada ili niwe huyu, nafanya ibada, naomba sana, na kesha nafunga sana niwe mtu huyu. Kwa mtu mbaya nitakuwa mbaya kwake, sio mbaya kwa sababu nitapenda kuwa mbaya, kwa sababu nitakuwa mbaya sababu ya vile ambavyo nitakuwa nimetafsiri, nitatamani ubaya wake utoke. Lakini kwa mtu mwema nitakuwa mwema sana. Naomba Mungu anisaidie. Amini kwamba unaweza kuishi bila kuumiza mtu, unaweza kuishi bila zinaa. Maisha bila zinaa inawezekana. Nafika mbali, sio tu zinaa, maisha bila mahusiano ya kimapenzi inawezekana. Mimi nimeweza, na wewe unaweza kuishi bila mahusiano. Sisemi kama mahusiano labda unaweza kusema wewe ni furaha yako, ni nasa yako, ni nini yako, vitu vile ambavyo utaona. Lakini mimi nasema kuishi bila hivyo inawezekana, na kuishi bila njia mbadala inawezekana, kuishi bila kujizini, kujichua inawezekana, bila kujipapasa ndipo upate usingizi inawezekana. Unawezaje? Nadhani kwenye clip zingine nitaongea, au unaweza kusikiliza clip zilizopita ukajua unaweza kuwezaje kuishi bila upumbavu huu. Neema Kristo Yesu ikupe kuweza. Nimechanganya kachumbari, pilipili, karoti, nyanya, nimeweka vitu vingi, matango, chumvi, lengo ni moja, niweke ladha. Kama kuna ladha umeipata, kuna eneo fulani, kuna kitunguu umekipenda, kuna karoti umeipenda, au kuna au hata ule mchuzi wa kachumbari, basi naamini utaweza. Na muomba Mungu hivyo ishi hapo. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani akisema, tengeneza njia ya Bwana, nyosha mapito yake, kwa sababu Bwana yuko karibu kuja akulipe wewe unayemtazama sawa sawa na matendo yako. Unaheri wewe utakayeteswa, unaheri wewe utakayeumizwa, unaheri wewe utakayepigwa, unaheri wewe utakayeuawa, au unaheri wewe utakayekufa katika Bwana, utakayekufa katika Bwana, utakayekufa ukiwa mwema, utakayekufa katika Bwana, utakayekufa wakati ukiwa unapigania usawa na utu na haki, upate kupumzika baada ya tabu zako. Na hiyo ndiyo maana ya neno Maranatha. Amen.